pale nataka kufahamisha kuhusu Nuria. Binti yetu kishakuwa. Kumbe inabidi sasa uleo, lakini kila mara kisa amekuja mchumba, vijana wengine wafika hapa hawapokelewi. Sasa ngoja tumuulize afu tujue lipi la kufanya. Au si? Ni sawa kabisa. Nuria! Beba! Njoo mara moja. Fanya haraka. Kap. Nzime redio ili unielewe. Nuria mwanangu. Mimi na mama yako tulikuwa tukijifikiria kuhusu maisha yako baadaye. Kwa kweli unatia mashaka sana. Mashaka gani baba? Tabia hii wewe unayo akatakata wa chumba. Hali ya kuosha kwa binti mkubwa. Kwa kweli imekithiri. Hadi unatutia aibu mwanetu. Unatia aibu kabisa mjini. Tazama juzi ulikataa mchumba kutoka Uholanzi. Hapa tena sijui kwa jana siku zilizopita ulikataa mchumba kutoka mjini. Sijui na wengine kibao ambao uliwakataa. Hivi kweli binti yangu, ni kitu gani sasa kinachokuzuia wewe kutokuolewa? Si kwamba eti unasoma au hauna kazi ambayo inaweza kukuzuia. Kitu gani sasa kinachokuzuia kuolewa? Nuria, elewa kuwa ndoa ni nusu ya dini mwanangu. Tena kuolewa ni kujaliwa. Sioni kwa nini unazidi ukata wa chumba. Kuna sababu gani? Baba na mama, ninawazia kwa maisha yangu mazima sijawahi kuwakosea, na namwomba Mungu anilinde na kuwakosea. Amina. Amina ya Rabbi, amina. Najua kwa ndoa ni nusu ya dini, ila msisahau kwa kila amali ulipo kwa nia yake, na mimi sipo tayari ustazi. Kuolewa ni ibada, na kila ibada ina ujira wake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu gani kinachokuzuia kwa kutokupata ujira umula wako? Sio kwamba eti unasoma. Hata kitu gani kinachokuzuia kutokuolewa? Baba, unajua haji ni je? Hilo nafahamu kabisa. Kuna maana gani? Yupo ambao nilimpenda naye akanipenda, na tuliahidiana tutafunga ndoa akimaliza shule. Naogopa kuivunja ahadi baba. Akimaliza shule? Wewe una wazimu wewe? Mtu ambaye bado yuko shule alafu unamsubiri wakati wa shule hujaenda? Manuri. Naam. Hii inawezekana kweli? Kwani siwezekani baba Nuria? Inawezekana. Ujue pamoja na hayo, kijana huyu alimzungumza muda mrefu. Alafu kijana mwenyewe hatujamuona fika. Ila Nuria, mimi nahofia. Hivi tutakuja kutuletea muhuni kweli? Pamoja na hiyo, hivi kweli Nuria, huyo kijana ambaye unamzungumzia, wewe unafikiri kama bado anakujali kweli au anakufikiria huko aliko kweli? Baba, sina hofu na ahadi yetu. Ninachowaomba, punguzeni wasiwasi. Mpe Mungu nafasi. Unajua jambo la heri hataki haraka baba. Mvumilivu la mbivu, na mwenye kuvumilia yuko pamoja na Mungu. Allahu Akbar. Naam. Macho kwako tukutazame, tupe macho tukutazame tu mwisho wako. Baba Nuria, sikiliza nini analosema mwanangu. Kwani nimempinga? Anamwogopa Mwenyezi Mungu. Nuria, uzidi kumwogopa Mungu. Sijampinga, tunakupa Mungu nafasi kweli vile anavyosema. Naenda kukaganana na shughuli zako, mimi nasema taarifa habari hapa. Shukrani. Kwanza Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Habari za kushinda? Alhamdulillah rabbil alamin. Tayari, asante. Samani, nimemkuta Nuria. Nafahamiana? Ndio. Mimi naona yupo. Karibu yupo. Kila kitu umiliki riziki zetu, umri wetu na kifo chetu, tumekubali ufalme wako, tukaamini kitabu chako.
Habari yako? Asante. Sijui tukusaidia nini? Katika muda huyu na mazungumzo muhimu ambayo nataka tuzungumze. Sijui kama unaniruhusu. Ruhusa. Kabla ya kuzungumza lolote, kuna ujumbe wangu ambao uliopokea kutoka kwa Rayyan. Ndio ulinifikia. Nuria. Sasa kwa sababu gani sijapata jibu? Nimesubiri muda mrefu hadi nimeamua kujifikia mwenyewe. Jafar, umefanya vizuri kujifikia. Kwa kuwa nilikataa kumpatia jibu Rayyan ili tu nikulindia aibu yako. Unilindie aibu? Kuna aibu gani kwani hapo? Kwa kifupi ni kwamba haiwezekani. Haiwezekani? Nuria, hivi kweli unaweza kukataa kuwa wangu wa maisha wakati mabinti wote hapa mtaani wanahitaji nafasi hiyo hawaipati? Hivi kweli unataka kuchezea bahati hiyo? Mtoto mrembo, mzuri, mtulivu kama wewe ndio anastahili kuwa na mtu kama mimi? Nuria, please nakuomba usinibwage. Jafar, kila mamba huwa na kivuko chake na kuku hula kadiri na mdomo wake. Sina budi kuambia kuwa haiwezekani. Katafutie mahali pengine, mimi sifai kuwa mchumba wako. Nuria, mtoto mrembo, wewe ndio niliyekuteua kuwa nafasi hiyo katika mabinti wote wa hapa kwetu. Wewe ndio ungali namba 1 kwangu Nuri. Jinsi ulivyoona kuwa mabinti wengine wafai, ndivyo nami niliona kuwa sifai kuwa na wewe. Nuri, una maana gani kuzungumza hivi? Please, niweke wazi. Kijana, maneno mazuri ni madogo yenye kueleweka. Niliyoyaongea yanatosha. Naogopa nisije nikamkufuru Mungu katika maongezi yetu. Hii sio mida ya kukaa, ni mida ya kushuhudia. Nitaondoka Nuri. Ila ninachokuomba ujaribu kujifikiria. Huenda unaweza ukajirudi. Haya, kwaheri. Haya, kwaheri. Haya, kwaheri. Kwaheri. Haya. Mbaki salama. Karibu tena. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam. Karibu. Habari za kushinda? Habari za kazi? Namshukuru Allah. Vipi, mbona leo umechelewa kurudi? Leo shughuli zilikuwa nyingi na ndio sababu naona tumekuja saa hizi. Yaani nilisikia tu mzee wa gari, nikasema bila shaka ni dadi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Safi. Leo ndio uko jikoni? Umetuandalia nini? Ugali. Najua kama unapendaga sana ugali. Na ugali wako utakuwa ni uji. Nabaki najua kupika. Dadi, umekumbuka kuniletea chokoleti zangu? Nimekumbuka, lakini sasa uchukua funguo nenda ndani ya gari ukachukua. Na wewe upunguze kula chokoleti.
Hapana mama, nazipenda sana. Asante sana dadi. Allah akulipe kila la kheri. Amin. Baba Nurdin. Leo utaanza kula au kuoga? Leo naona bora nianze kuoga kwa sababu nahisi joto sana. Lakini kabla ya kuoga na jambo muhimu nataka kufahamisha. Jambo muhimu? Ndio. Wewe keti hapa usikilize hilo jambo lenyewe. Unajua leo nimewasiliana na mwanao Nurdin. Mwanangu Nurdin jamani anasemaje? Ya hajambo buheri. Na kafaulu shule. Mashaallah. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu anazidi kutuneemesha. Mwanangu amefaulu kweli? Ndio, wiki ijayo tu anatarajia kuja. Kishamaliza shule, hivyo anatarajia kuja tena nchini kubaki. Na furaha isiyokuwa na kifani. Yaani mwanangu anarudi. Miaka 5 simoni. Mwenyezi Mungu amrahisishie ya Rabbi. Ajalie uhai Dadi, siku kuna nini? nzuri. Mama nafurahi sana. Nafurahishwa na kusikia mwanae Nurdin anawasili. Kaka nakuja? Ndio anakuja. Takbir. Allahu Akbar. Anafika lini? Jumapili ijayo anawasili hapa nchini. Yo dadi, umkumbushe aje na niletee chocolate za Canada. Sababu nafikiri ni tamu kushinda hii. Hiyo ni kawaida yake. Kila siku nakula chocolate na maana za hapa zikuridhishi mpaka wale za Canada. Nataka za Ulaya sasa hivi. Kanifahamisha kuwa atawapigia simu, masuala yote mtaongea jioni. Akipiga simu anaongea na mimi sababu mama anaongea naye kila siku. Ataanza kuongea na mimi kwanza alafu ataongea na wewe. Mama. Sawa basi. Mtaongea naye jioni, atakapowapigia masuala yote mtaongea hiyo jioni. Alhamdulillah ala kulli hali. Siku hiyo ikifika, kwanza mimi si nitaenda airport kumpokea, mtaenda nyie. Nitamgoja hapa nyumbani kwa shangwe na vigeregere. Kwa nini utakwenda kumpokea airport mama? Kwa nini ukumbuki? Namkumbuka sana. Nataka niepukane na macho ya watu wenye vijicho. Pia sitaki watu wanaone kama mwenda wazimu kwa furaha nitakayokuwa nayo. Basi mimi naona habari ndio hiyo. Hamna la ziada, ndio mambo muhimu nitakufahamisha, na ukiwa hutoenda airport, kazi kwako, sitaondoka utaenda kumkuletea mwanao, utamuona hapa. Leo Mwenyezi Mungu mrahisishie mwanangu na mtilie pesa katika safari yake. Aweze kufika kwa usalama. Mimi naenda zangu bafuni. Kwa hiyo ndio hayo mambo nilikuwa nataka kufahamisha. Sawa.